Mimi nashindwa, sijui. I mean, Mwenyezi Mungu atujalie, yani katika hali kama hizi tuwe kidogo, we have to be sensible. I see no reason why to create so much panic, kwa sababu kuna watu washaanza kutoa ma voice note kila mmoja, wengine wanasema kwa mpaka maeneo ya majengo, sijui nani alotoa hiyo. Please take communication the way it is meant to be, tafadhalini. And again, sio kwa area zote hata hiyo 1.2 kilometers. Our intent ni kuwapasiwe na athari katika hiyo 1.2 kilometer, lakini kuna uwezekano mkubwa ikiwa jambo lolote likitokea, mawe yanaweza kufika distance ya 1.2 kilometer, glasi inaweza kufika distance ya 1.2 kilometer. This is only precaution. Ile sehemu ya karibu mita kadhaa kutoka pale, hakuna binadamu ambaye kwamba atatoka pale. Kutoka hapo kwingine hakuna binadamu ambaye kwamba atatoka na hali yake ya ndani kwa iko salama. Ukienda mbali zaidi, hakuna atakayetoka na usalama wa masikio. Kisha sasa kuna na lile vumbi, maglasi kuweza kuvunjika. Kwa nini tusiseme tu ya kwa kesho tunatoka katika maeneo yale tuweze kufika katika maeneo mengine? Na nimetoa wito ya kwa iwe ni masaa 8 kuweza kupatia nafasi jeshi kuhakikisha kwa kuko salama sasa, na kuweza kupatia nafasi lile vumbi liweze kutulia. Ndio maana kwamba I'm hoping that public yale maswali yote are being relayed. Pengine swali lote jingine ama ni good. Na labda mheshimiwa, katika hali tu ya kuweza kuhitimisha mambo kama huu, labda ni gani haswa mzito kwa hababa na mtoto kwamba umemlenga zaidi kwamba zoezi hili zaidi sisi kwa nini mtoto kwenda kuchakula na kina mama? Pale mbele nilisema kwa zile ambulances zitakuwa 6, there'll actually be 9 ambulances zitakazokuwa katika masehemu tofauti. Tunayafanya yote haya iwe ni tahadhari. Tumeyafanya yote haya iwe ni tahadhari. Mmoja ameniuliza swali ya kwa je, ikiwa nataka kwenda kuswali, na mimi nikauliza ya kwa ikiwa nimeweza kutoa mgonjwa ICU, we kama kuswali tunaweza kuswali pamoja msikiti mwingine ambao kwamba ni mbali katika maeneo yale. Mwingine ameniambia ya kwa je, watoto wa skuli, kama nimetoa watu hospitali na nimetoa watu katika majumba na katika mabiashara, kweli mtoto kwanza ndio utakuwa wa muathiri zaidi. So I hope we are clear. Na rejelea tena, we're not saying that the damage will be 1.2 kilometers. Our intent is to make sure that there will be minimal damage. That is the reason why specialists from the Kenya Defence Forces, who we have to thank for their partnership, National Disaster Unit ambao kwamba wamekuja hapa, the private engineers, there is every single person has actually confirmed this is the only way to safely bring down that particular building. Na kusema ya kwa tungengoja zaidi, jana na leo tayari limelemea by an extra 2 centimeters. Na la muweze kutafakari, ile ambayo kwamba ilikuwa ni first floor, sasa ndio ground floor. That means the whole of ground floor imeenda iko basement. Naam. Mheshimiwa Gavana, kuna maswali mawili ambayo yamekuja hapa hivi. La kwanza nasema kwamba sawa tutakuwa wenye kutoka, je, tunahakikisha usalama wa mali zetu ambazo tutakuwa tumeziacha nyuma? La kwanza. Pili, je, athari ya umeme kuweza kutoweka ni sehemu hiyo peke yake au pia sehemu nyinginezo? Kisha la tatu, athari ya umeme? Athari ya umeme. Blackout you mean? Yes, actually what Kenya Power tayari wamefanya ni redirect ile eneo ambalo kwamba litakuwa lenye kuathirika, zile cables za pale redirect, ili hata baada ya ule mlipuko kumalizika, does not mean that there will be no power katika maeneo yale. Power has been redirected from the mains, imepelekwa katika maeneo mengine. And your second question umeniuliza habari ya usalama. I think what is most important ni lazima mimi niweze kuhakikisha, kwa sababu ikiwa nimewatoa nyinyi katika majumba, nitaweza kweli kukubali askari akae? My job is tuhakikishe ya kwa sote tuhakikishe watu wameweza kutoka katika maeneo yale.
ile ambayo kwamba tunasema ya kwa itakuwa ni bora madirisha yaweze kufunguliwa, haswa nyumba zile ambazo kwamba ni za gorofa. And the reason is simple. Ule mripuko ikiwa utapata resistance ya smiti na mawe ni ngumu, lakini kioo kupasuka ni rahisi, na kikipasuka kile kioo hakitojua njia ambayo kwamba ya kwenda, kuna kwenda chini, kuna kwenda upande, kuna kiweze kuruka kiende mbali zaidi. I hope I've answered that. Naam, ndipo swali ambalo linaloulizwa pia katika mitandao sasa ndio kutoka kuonyeshwa hapa. Je, mnaithibati kamilifu kwamba baada ya kudidimia ghorofa hiyo moja hakuna mtoto ambaye yuko katika vizuizi hapo? There is actually CCTV footage inaonyesha ya kwa there was a possibility ya kwa kuna mtu ambaye kwamba alikuwa katika maeneo yale. I have talked to the family personally, na one of the family members nimeenda na yeye together with the army aweze kuangalia ya kwa there is totally, unless tuseme ya kwa tuanza kuweka watu ndani na iwe itakuwa ni jambo jingine. That is the only person that we are aware of. The only thing ambayo kwamba iliyoko is CCTV footage showing that anataka kuingia katika maeneo yale to and I'm informed actually nia yake ilikuwa ni kununua nyumba katika hizo flats zilizoko hapa. But I talked to the family and our intention ni kuweza kuwasaidia baada ya ile demolition kuweza kufanywa, because right now a whole floor iko chini. Ni jambo la kusikitisha, but the people who cause this to happen will bear responsibility. I already have na regelea tena ya kwa tayari niko na ile report ya kwanza, the preliminary report. The final report will be out and it will be made public to everyone. Na sababu kuu ya kuifanya hii report iwe public ni so that you understand when serikali yenu ikiwa ni tough, ikiwa inasema ya kwa ni lazima watu waweze kufuata mikakati na sheria, sababu ni kwa nini. Gavana, kuna swali kwamba tangu tangazo liliweza kutolewa mwendo wa asubuhi na hadi kufikia sasa tunapofanya mahojiano kama haya, kuna wazee, mama wazee na wengine ni wagonjwa katika majumba ya karibu na maeneo kama yale. Kuna hakikisho kwamba sasa hivi labda washaweza kutolewa ama bado? And that is the reason why I'm here. I'm one individual. There's one MCA, one MCA. The whole county government, hata nikasema kwa nitatoa wafanyakazi wote wa serikali nzima ya county ni watu 5,500, nikawatoa wote kuanzia daktari kwa mpaka kila mmoja aanze kuingia katika majumba. Nataka kukupatia hesabu. In Old Town alone, registered voters 30,000, 28,000. That is an average of about 60,000 people wale ambao kwamba who are registered voters, and the registered voters are less than the population. Please explain to me, itakuwa vipi kwa ni jukumu ya serikali kuhakikisha if we don't all take our personal responsibilities. I want every one of you, from even you as the reporters, mkitoka hapa, send that message. Wewe mmoja ukiotaweza kuhakikisha kwa umeambia watu 10, watu 10 waambia watu wengine 10, that will be better. What I'm going to plead with everyone is tuache kuzungumza ama kutoa kauli ambayo kwamba si ya kweli. Let us stop with rumors. Let us stop, kwa sababu I truly don't understand. Kuna wengine wamesema kwa sijui maeneo fulani watu wameambiwa ya kwa watu wote watoke nje ya majumba, na tunaishi katika karne ambazo kwamba kauli ile ambayo kwamba haina ukweli husambaa zaidi kuliko ile kauli ambayo kwamba ni ya ukweli. So help me in spreading the right message. Let us not cause unnecessary tension, panic amongst our people. Let us talk to our people the reason as to why we need them and we expect them to be able to adhere to this is for their own safety. This is nothing else except we're following international protocols when it comes to standards in controlled demolitions. Nothing else. A set amount of meters from the detonation site means that you will probably not be there anymore.
Thereafter, chances of you getting injured are not only extremely high, are actually confirmed you will get injured. If not through debris that will be flying around, but because of that shock and because of the impact of that bomb, you will get injuries internally. Thereafter, there is a possibility of, especially the elderly and those who are young, to have an effect on their ear systems, because a young child, the eardrum is not well developed, and an elderly person, the eardrum has already seen the test of time. For those why we are saying 1.2 kilometers, in the event, God forbid, we have any debris that is going to be flying around, the distance that it has been measured is up to 1.2 kilometers. We don't want a tiny stone. What is a tiny stone right now? If it hits you at this distance and this velocity, you will not feel the impact. But when it hits you with the impact and the force of a bomb having pushed it, or a glass, it can be fatal. Na bila shaka Mheshimiwa Gavana pamoja na MCA, kama tutaruhusu tuchukue muda wa mapumziko dakika 5, tutakuwa tunarejea punde tu.